Mwanaume mmoja kutoka maeneo ya Kisii amechukua hatua, amemuua mkewe, bibi yake, mama wa watoto wake, akamweka kwa nyumba wiki mbili. Mpenzi mtazamaji, leo tupo katika maeneo ya Kisii. Ukiambiwa ni Kisii, ni Kisii. Kuna matendo ama kuna vitendo vinavyoendelea katika maeneo ya Kisii. Ni matukio ambayo ni ya kutisha. Matukio ambayo sasa yanahitaji serikali kutuma wapelelezi katika maeneo ya Kisii kujua ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Mwanaume mmoja kutoka maeneo ya Kisii amechukua hatua, amemuua mkewe, bibi yake, mama wa watoto wake, akamweka kwa nyumba wiki mbili. Mwanamke mmoja akauliwa na bwana yake, akawekwa kwa nyumba wiki mbili. Unaweza jiuliza aliwekwa kwa nyumba kufanya nini? Huyu mwanaume akachukua kisu, a knife, akaanza siku kwa siku anakata nyama kutoka kwa mwili wa mke wake ambaye amemuua yeye mwenyewe. Akikata hiyo nyama seti anaenda kuuza, hiyo nyama ndiye anakaangia watoto wake ambaye walizaa na huyo mwanamke. Mwanamke kuuliwa katika maeneo ya Kisii, mwanaume kuchukua hatua, kuchukua kisu, kuanza kukata nyama ya mke wake na kukaangia watoto wake wiki mbili. Kila siku watoto wanapewa nyama ya mama yao bila kujua chochote. Watoto wanakaangiwa nyama ya mama yao na baba yao kwa wiki mbili. Sasa wanakijiji kuja kugundua baada ya wiki mbili ya kwamba huyu mwanaume amemuua bibi yake, na kwa wiki mbili amekuwa tu akikata nyama za mke wake ama nyama ya mke wake, ndio anawakaangia watoto wake. Wanakijiji waliamua na wao wakamteketeza. Walichukua hatua mikononi mwao, wakamteketeza mwanaume na yeye akachomeka. Lakini jambo ambalo mimi limenihuzunisha hapa ni kwamba huyu mwanamume alichukua hatua wiki mbili, 14 days. Nyama inakatwa kutoka mwili wa mke wake, anakaangia watoto wake, na watoto wake hawajui chochote, kisirisiri. Si hayo tu. Kutoka maeneo ya Kisii tena, mwanaume mmoja alichukua hatua na kumchomea bibi yake kwa nyumba hadi kuwa chief. Kutoka maeneo ya Kisii, hatimaye yeye akachitia kitanzi. Ni kutoka maeneo ya Kisii tena, miaka haijapita mingi, kuna visa vingi vimekuwa vikitendeka, wakongwe kuchomwa eti ni wachawi. Watu wengi kuuliwa kwa mambo ya uongo. Mzee mmoja aliweza kuchomwa eti ni mchawi kutoka maeneo ya Kisii. Swali ambalo ninaloliuliza, ni roho mbaya inaendelea katika maeneo ya Kisii ama ni nini hiki kinachoendelea katika maeneo ya Kisii? Wanawake kuchomwa, wakongwe kuchomwa, visa vya kutisha kuendelea kufanyika katika maeneo ya Kisii. Mpenzi mtazamaji, hatujui ni hatua gani itakayochukuliwa kuhakikisha ya kwamba haya matendo ambayo yanaendelea kufanyika katika maeneo ya Kisii yanakoma. Na tunaomba serikali iweze kufanya uchunguzi wa kina. Kisii kuna viongozi, si watoto wadogo kufanyiwa maovu. Alafu na kuna viongozi wako na sauti ya kupigana kwa sababu ya siasa. Kuna viongozi ambao wanapigana, wanapiga mwingine vita badala ya kupigana na mambo haya maovu yanayoendelea katika kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, Gusii in general. Tukisema Kisii, I don't mean that ni Kisii kaunti peke yake, hadi Nyamira iko ndani ni wa Kisii. Kwa hivyo tunaomba viongozi, sana sana viongozi wa kike ambao kazi yao imekuwa sasa ni kupigana na magavana, kupigana na mambo mengine ambayo hayawahusu, waweka hayo mambo kando, wapiganie haki za wanawake, haki za wasichana na vijana ambao hawajiwezi. Kwa sababu wazee wamekuwa umbwa koko.
wa Kisii, I'm telling you, wanaume wamekuwa bure kabisa. Hao wenye wanafanya maovu, kuna wengine ni wanaume wangwana, lakini hao wenye wanafanya maovu wamekuwa umbwa. Mambo ya wanayoyafanya ni mambo ya kutisha, ya kuogofya. Sasa mpenzi mtazamaji, kwa kutazama ndani ya hiki Lengatisho, unaweza toa maoni yako, ni kipi kitakachotenda ama kitakachofanyika ndio haki iweze kupatikana, mambo yaweze kukoma.